Tunawakaribisha nyote katika mfululizo wa masomo ya juma hili yaliyoandaliwa na ACP Projects yenye kichwa kinachosema kwa nini nipo duniani? Kuanzia tarehe 25 Desemba mpaka tarehe 31 Desemba 2025. Mkufunzi wako ni Elisha Michael Edward, mtaalamu wa lugha ya alama, mshauri wa vijana na jamii na mwenyekiti wa Cake Foundation inayojihusisha na kusaidia jamii ya watu wenye uhitaji. Kwa mambo mengi zaidi tembelea YouTube na Instagram kwa jina la Elisha Edward. Usisahau kusubscribe, comment na kushare. Asante. Ndugu zangu, swali kubwa kabisa ambalo kila mwanadamu hujiuliza angalau mara moja maishani ni kwa nini nipo duniani. Hili si swala la kawaida wala si swali la msimu fulani wa maisha. Ni swali la msingi ambalo linagusa kiini cha uwepo wa mwanadamu au existential question. Ni swali la kusudi. Kitaalamu, mwanadamu asiyejua kusudi lake huishi kwa kureact badala ya kuact. Huishi kwa kushawishiwa na mazingira badala ya kuongozwa na maono. Ndio maana hata mafanikio ya nje bila kusudi huzaa mkanganyiko wa ndani. Ukweli mkubwa ambao nataka tushike leo ni huu: huwezi kutenganisha baraka na kusudi lako, na pia baraka yako iko mahali ambapo Mungu alikusudia uwe. Hii inaendana na zana ya kitaalamu ambayo inajulikana kama Purpose Location Principle, inayosema kuwa rasilimali, neema na mafanikio ya mtu hupatikana zaidi katika eneo ambalo alikusudiwa kufanya kazi yake ya msingi. Watu wengi wanatafuta baraka lakini hawataki kutafuta kusudi. Wanataka matokeo bila mchakato, mafanikio bila utii na thawabu bila uwajibikaji. Hii inasababisha maisha ya pressure, ushindani usio na mwisho na kukosa amani ya ndani. Siku ya leo ni lazima utambue ya kwamba kusudi hubebea baraka zote ambazo tunazihitaji maishani. Kama vile ambavyo ilivyoandikwa katika maandiko ambayo tumeyasoma hapo awali, kusudi la kuumba kwako limebeba baraka za kiroho, za kimwili, za kijamii, za vizazi, za kitaalamu, lakini pia kusudi linaweza kufananishwa na blueprint ya maisha yako. Ndani yake kuna vipimo, kuna mwelekeo na uwezo ambao uliwekwa na Muumba. Ukijenga maisha nje ya blueprint hiyo, hata ukipata mafanikio fulani yatakuwa dhaifu na yasiyo endelevu. Ndio maana watu ambao wanafanikiwa kuishi kusudi lao hawana maisha ya kawaida. Hawahangaiki kupambana kutafuta baraka kwa sababu baraka zinawafuata. Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati 28 fungu la 2, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Maneno zitakujilia na zitakukuta yanaonyesha dhana ya automatic overflow, yaani baraka huingia kwenye maisha ya mtu bila kushinikizwa, pale ambapo mtu yuko katika mstari sahihi wa kusudi la Mungu katika maisha yake. Hii ni sheria ya kiroho lakini pia ni kanuni ya maisha. Baraka huwa na sharti na sio bahati nasibu. Mungu habariki ovyo. Kila baraka ina kanuni. Biblia haijasema kwamba baraka zitakujilia kwa sababu nimeahidi, bali inasema usikiapo sauti ya Bwana. Hii inaonyesha wazi kuwa baraka zinafungwa kwenye utii. Kitaalamu hii huitwa responsibility reward principle, yaani thawabu hutolewa pale ambapo wajibu unapotekelezwa. Hivyo basi, baraka ni majibu ya utiifu, baraka ni matokeo ya wajibu, na baraka ni zao la kusudi. Hutabarikiwa kwa sababu unaomba kwa sauti, na hutabarikiwa kwa sababu unaomba sana. Unabarikiwa kwa sababu unatembea kwenye kile ambacho Mungu alikukusudia wewe ukifanya hapa duniani. Maombi hufungua milango ya neema, lakini ni utii unaokupeleka ndani ya mlango huo. Hii inaonyesha kuwa maombi na kusudi havipingani, bali kusudi ndilo ambalo linaloipa maombi mwelekeo sahihi. Maandiko matakatifu yanaweka wazi katika kitabu cha Mwanzo 12 fungu la 1 mpaka la 2. Mungu alimwambia Ibrahimu, ondoka uende nchi nitakayokuonesha, nami nitakubariki.
Baraka za Ibrahimu hazikuwa Uru wa Ukaldayo. Baraka zilikuwa njiani zikisubiri uamuzi wa utii. Kitaalamu hii inaonyesha transition principle, kwamba hatua za mpito maishani ndizo ambazo hubeba mlipuko wa baraka. Kama Ibrahimu angebaki mahali alipokuwa, angekosa baraka kwa sababu angekosa kusogea kuelekea hatima yake. Yusufu naye hakubarikiwa akiwa nyumbani kwa baba yake. Alipitishwa shimoni, akapitishwa utumwani na hatimaye gerezani. Lakini Biblia inasema mara kwa mara kwamba Bwana alikuwa pamoja na Yusufu. Kwa nini? Kwa sababu hata kwenye maumivu Yusufu alikuwa anaelekea kwenye kusudi lake. Kitaalamu hii inaonyesha dhana ya process driven destiny. Yaani kusudi alitimizwi kwa kuruka hatua, bali kwa kupitia mchakato. Mwisho wa siku Yusufu aliketi kwenye kiti cha mamlaka. Baraka zilikuwa zimefichwa ndani ya safari ya kusudi, si kwenye faraja ya muda mfupi. Yesu mwenyewe alisema kuwa kwa ajili ya hii nimezaliwa na kwa ajili ya hii nimekuja ulimwenguni. Yesu hakukwepa msalaba kwa sababu msalaba ulikuwa sehemu ya kusudi, na baada ya msalaba kulikuwa na ufufuo na jina juu ya majina yote. Utukufu ulikuwa mwisho wa kusudi. Hii inaonyesha dhana ya purpose before glory, yaani hakuna utukufu wa kweli bila utii kamili wa kusudi. Katika historia ya dunia wapo wengi ambao waliweza kufanikiwa na kupata baraka nyingi kutokana na kutimiza kile ambacho Mungu alihitaji waje akifanya hapa duniani. Mtu wa kwanza ni Thomas Edison. Yeye alifeli majaribio zaidi ya 1000 wakati ambako anatafuta namna kugundua namna balbu inaweza kuwaka na kutoa mwanga. Lakini yeye alisema kuwa sikushindwa mara 1000, bali niliweza kugundua njia 1000 ambazo hazifanyi kazi. Hakukata tamaa kwa sababu alikuwa anaishi kusudi lake la uvumbuzi. Kitaalamu hii inaendana na dhana ya resilience rooted in purpose. Yaani mtu anayejua kusudi lake huvumilia kushindwa kwa sababu anaona picha kubwa. Baraka ya kuibua mwanga wa umeme ilikuwa mwisho wa kusudi lake na si mwanzo wake. Bwana Rick Warren yeye amesema kwamba huwezi kujua maana ya maisha yako bila kumjua muumba wako. Hii inaendana na dhana ya source based identity, kwamba huwezi kuelezwa kazi ya kifaa bila kujua mtengenezaji wake. Mark Twain anahitimisha kusema kuwa siku 2 muhimu zaidi maishani mwako ni siku uliozaliwa na siku uliogundua kwa nini ulizaliwa. Ndugu zangu, nipende kuwasihi na kuwasisitiza kwamba baraka zetu ambazo Mungu anahitaji kutubariki maishani zipo katika kusudi ambalo anahitaji tulifanya hapa duniani. Hivyo kila mmoja wetu ana kazi ya kutambua ni nini ambacho Mungu anataka aje afanye hapa duniani, na kwa kujua hilo atajua kuwa kazi hiyo hakuna mtu ambaye anaweza kuifanya hapa duniani zaidi yake, na kupitia hiyo majibu ya watu yamebebwa ndani yake. Hivyo unapoifanya utambue kwamba unajibu matatizo, changamoto za watu ambazo zinawakumba, watu ambao wanakuzunguka wanahitaji wewe kama jibu kutokana na kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako. Na unapotimiza kusudi lako, Mungu atakubariki katika maisha yako. Mafanikio yako yatakuwa na tija na maana. Nataka nimalizie kwa kusema hili kwa uzito wote. Usiombe tu baraka, tafuta kusudi. Usiombe mlango ufunguke, ingia mlango ambao Mungu alikusudia wewe upite. Usilazimishe mafanikio, tembea kwenye wito wako. Kitaalamu hii ni dhana ya alignment of a struggle, yaani maisha yanakuwa mepesi pale ambapo mtu analingana na kusudi lake. Kama hutaliishi kusudi ambalo Mungu alihitaji ulifanya hapo duniani, baraka zako zitakuwa zimepishana na wewe. Mungu hataweza kukubariki kwa sababu umeshindwa kuliishi kusudi la Mungu maishani mwako. Hata kama utapata mafanikio yako hutayafurahia kwa sababu umeshindwa kuishi kile ambacho Mungu alitaka ukiishi hapa duniani. Ukichukuliwa na mashaka yako na kuona hofu kwamba utakwama, uhesabu mibaraka yake Mungu na utashangaa kwa rehema yake.
yake.